Nimemtaja waziri wa madini, atafuatana na waziri wa maliasili na utalii. Waziri wa uchukuzi ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwa kuwapongeza Mheshimiwa Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari pamoja na Profesa Kitila Mkumbo kwa wasilisho zuri la budget ambayo inakwenda kugusa maisha ya Mtanzania na bajeti ambayo kwa kiasi kikubwa inaonyesha dhamira ya dhati ya serikali kwenda kujitegemea. Mheshimiwa Naibu Spika, hoja ambazo zimesemwa kwenye sekta ya madini, hoja kubwa ambayo waheshimiwa wabunge wameizungumza ni hoja ya utafiti wa kina wa madini. Tuweze kwetu kufahamu kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia chini ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika nchi yetu ya Tanzania tumefanikiwa kufanya kitu kinaitwa geological mapping kwa 97%. Tumefanya geochemical survey kwa 24% na tumefanya low resolution survey kwa 100% katika miaka 1978 na 1979. Mheshimiwa Naibu Spika, dunia ya leo ili uweze kubaini viashiria na mipasuko ya miamba yenye madini lazima ufanye utafiti wa kina wanaita high resolution. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye utafiti wa kina high resolution, nchi yetu ya Tanzania yenye ukubwa wa kilomita za mraba 945,000 tumefanya kwa 16% tu. Eneo la 84% ya nchi yetu ya Tanzania halijafanyiwa utafiti wa kina, na hii ndio imekuwa hoja kubwa ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Naibu Spika, leo nasimama hapa katika historia ya taifa hili tangu kuanzishwa kwa taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini miaka 101 iliyopita. Ndani ya miaka michache ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, leo nasimama hapa mbele ya bunge kuliambia kwamba historia inakwenda kuandikwa kwa bajeti aliyoiwasilisha Waziri wa Fedha. Inasema serikali imeridhia kiasi cha 10% ya makusanyo yatokanayo na sekta ya madini yatengwe kwa ajili ya utafiti wa kina. Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni jambo kubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania na hasa sekta ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha unaoisha siku 8 zinazokuja tarehe 30 Juni, sekta ya madini kupitia wizara tumewekewa lengo la kukusanya shilingi trilioni 1.2 kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, mpaka tarehe ya leo saa 11 hii sekta ya madini imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 bilioni 348 milioni 11,198,796 na senti 11. Mheshimiwa Naibu Spika, hii ni sawasawa na 117% ya lengo tulowekewa. Mheshimiwa Naibu Spika, haya ni mapinduzi makubwa. Kama tutaweza kuibakisha kwenye sekta ya madini shilingi bilioni 130 kwa ajili ya utafiti wa kina, Mheshimiwa Naibu Spika, tunakwenda kuwaongoza vizuri wachimbaji wetu wadogo ambao leo wanachimba kwa kubahatisha, hawana teknolojia, hawana mitaji, wanachimba kwa kubahatisha na wanapoteza muda na rasilimali zao nyingi sana. Daktari Samia Suluhu Hassan, historia itamkumbuka kwa kazi kubwa ambayo inakwenda kufanyika kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika makusanyo haya ya trilioni 1.3, wachimbaji wadogo wanachangia 40% ya haya ambayo yanakusanywa. Na hawa, Mheshimiwa Naibu Spika,
ndio wanaochimba wa kubahatisha. Hichi kinachokwenda kufanyika, Mheshimiwa Naibu Spika, kinakwenda kuleta ukombozi mpya kwenye sekta ya madini, na ninaamini miaka michache ijayo mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa na kwenye makusanyo ya nchi yetu ya Tanzania yataongezeka maradufu sana, kwa sababu na uhakika mkubwa kinachokwenda kufanyika hivi sasa ni kwenda kusaidia kubaini viashiria vya mipasuko ya miamba, yani anomalies na magnetic points, ili tuwaongoze vizuri wachimbaji wetu wadogo. Mheshimiwa Naibu Spika, kati ya jambo ambao wana wivu nalo kubwa sana ni kuona siku mchango wa wachimbaji wadogo kwenye uchumi wa nchi yetu ya Tanzania unakwenda kuwa maradufu, na hili linawezekana. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hivi sasa nchi yetu tumeigawa katika vitu vinaitwa QDS, Quarter Degree Sheets, ziko 322, na Mheshimiwa Naibu Spika, kila quarter degree sheet moja ina urefu wa kilomita 54 na upana wa kilomita 54, na hii inatengeneza eneo la kilomita za mraba ambazo ni 2819 sawasawa na ekari 720,252. Haya maeneo ya hivi, Mheshimiwa Naibu Spika, yako 322 na tumeagusa kidogo sana, 16% tu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya fedha hizi sasa tutajipanga vizuri kupitia GST tuweze kuyafikia maeneo yote katika blocks zote zitoka ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunataka shughuli za madini katika nchi yetu ya Tanzania zisiwe Songwe na Chunya, zisiwe kanda ya Ziwa. Tunataka kusini pia, Lindi na Mtwara zifanyike, Katavi na Rukwa zifanyike, Dodoma, Tabora, Shinyanga kote zifanyike. Nchi hii isisimuke na uchumi wa madini, na jambo hili linawezekana. Mheshimiwa Naibu Spika, tuna uwezo wa kuilisha nchi yetu ya Tanzania kwa maana mfuko mkuu wa serikali kupitia sekta ya madini. Mwenyezi Mungu ametujalia rasilimali. Kazi yetu sisi sasa ni kuitoa chini kuileta juu, na kazi hiyo anaifanya kwa umahiri mkubwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, naamini kabisa nchi yetu itakwenda kubadilika. La pili na la mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025 Daktari Samia Suluhu Hassan wakati akilihutubia bunge lako alitoa ahadi ya uanzishwaji wa mfuko wa taifa wa uwekezaji wa rasilimali madini ambao kwa lugha ya Kiingereza unafahamika kama Mineral Sovereign Wealth Fund. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais alisema madini haya ni finite, yataisha, lakini lazima tuachie vizazi na vizazi vinavyokuja manufaa yatokanayo na sekta ya madini, na hivyo uwekwe mfuko maalum kwa ajili ya mapato yatokanayo na sekta ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nikuhakikishie kwamba taratibu chini ya ofisi ya Waziri Mkuu zimeanza, na baadaye jambo hili litawekwa wazi ili Watanzania wafahamu ni kwa namna gani mfuko huu utatunzwa kwa ajili ya vizazi na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa nafasi hii, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana waziri wetu wa madini.